miezi mitano mara nyingi huonekana wazi wazi kabisa, hasa dalili ambazo ni za kawaida ama dalili ambazo ni nzuri. Lakini kwa dalili za hatari mara nyingi huwa zinaonekana kupitia vipimo na dalili nyingine ndogo ndogo ambazo unaweza kuhisi za kawaida. Kwa hiyo kana mimi mwanzo hadi mwisho ujue ni dalili zipi ambazo zinakufanya uende hospitali mara moja. Tuanze na dalili za kawaida. Dalili za kawaida ya kwanza kabisa ambayo ni kubwa kabisa ni tumbo kuongezeka ama tumbo saizi yake kukua kuliko miezi mitatu ya nyuma ama miezi minne iliyopita. Hapa ni muda ambapo mtoto anakuwa amekua, uzito wa mtoto umeongezeka na maji ya mtoto kwenye kifuko cha uzazi kimeongezeka, ndio maana tumbo linakuwa. Dalili ya pili kubwa na ya muhimu kabisa unapofikisha miezi mitano ama wiki 20 ni mtoto kuanza kucheza. Tunaitaga quickening. Huu ndio muda ambapo wewe mama unaweza kuanza kusikia kabisa mtoto anacheza. Na kama hujui mtoto anachezaje ama ni lini mtoto wako atacheza, kulingana na wewe ni nyumba yako ya ngapi, kama ni ya kwanza, ya pili au zaidi, angalia hii video hapa. Hii video na pia link yake nitailink hapo chini kwenye comment ama description. Hakikisha unaenda kuangalia. Kwa hiyo ukifika miezi mitano ama wiki 20 ndo mara nyingi watu wengi huwa wanaanza kusikia mtoto ameanza kucheza. Kitu cha pili ni maumivu ya kiuno na mgongo. Hii ni kwa nini? Maumivu ya kiuno na mgongo ama mgongo wa chini na kiuno yanakuja pale kwa sababu uzito kwenye tumbo umeongezeka. Kwa hiyo nyonga zinatakiwa zibadilike na mgongo ili ziendane na mahitaji ya muda huo ya mwili. Plus hongera sana kwa sababu wiki 20 ni umemaliza nusu ya safari ya ujauzito. Tunajua safari ya ujauzito ni wiki 40. Kwa ukifika wiki ya 20 nikupe hongera sana. Tuendelee na dalili nyingine. Dalili nyingine ambayo unaweza kuipata ni mabadiliko ya shape ya mgongo wako. Wengine wanapokuwa wajawazito huwa wanajikunja hivi ili mgongo tu kusapoti uzito, ama wengine wanakuwaga wamebinuka sana kiuno. Ndio maana watu wazima wa zamani huwa wanaweza kumwangalia mtu hawajampima wala nini. Wanaangalia unavyovaa, hata kama una tumbo dogo, wanakuangalia tu mgongo. Nasikia muone wewe kiuno chake mjamzito. Kwa hiyo watu wengi pia wanaweza kujua hali yako ya ujauzito ama kukadiria ni wiki ngapi unapokuwa tu umepata mabadiliko ya mgongo. Aidha mgongo kubinuka ama mgongo kujikunja huko juu. Hiyo ni dalili nyingine ya mimba ya wiki 20. Pia dalili nyingine utaonaje na utajua kwamba una wiki 20 za ujauzito ni njaa kuongezeka. Njaa inaongezeka kwa sababu mtoto amekua na mtoto ana mahitaji ya chakula, kwa hiyo mwili unajaribu kukupa signal kwamba unahitaji chakula zaidi. Kwa hiyo ya hizo ndo zilikuwa dalili zetu za kawaida. Tuje sasa kwenye dalili za hatari. Kwa nini nataka ujue na dalili za hatari? Kwa sababu unapofika wiki ya 20 ndio muda ambapo magonjwa mawili makubwa ambayo yana hatari sana kwa mtoto na mjamzito, kwa hatari kiasi kwamba inaweza ikasababisha ikachukua maisha ya mama na mtoto ama ikaharibu matokeo ya uzazi. Ni magonjwa mawili, kisukari na pressure. Na hivi vyote kama hukuwa navyo mwanzo, vimekuja wakati wa ujauzito, mara nyingi huwa vinaanza baada ya wiki ya 20. Hapa ndo tunasema huyu ana pressure katika ujauzito ama ana kisukari cha ujauzito. Dalili ya kwanza ni kuumwa kichwa sana. Maumivu makali ya kichwa yanakuaga sana associated ama yanahusishwa na pressure. Kwa kama unasikia maumivu makali ya kichwa, hakikisha unafika hospitali wakupime wajue issue ni nini. Kama unapata kizunguzungu sana, hii inaweza kuhusishwa na pressure kubwa, inaweza ikahusishwa pia na nini? Inaweza ikahusishwa pia na upungufu wa damu. Hivyo hakikisha unafika katika kituo cha afya ama hospitali uhudumiwe na upate vipimo na upate huduma sawa sawa na majibu ya vipimo. Kitu kingine ambacho unaweza ukakiona ni uono wako kupungua. Unaweza ukawa unashindwa kuona ama unaona giza. Pressure inaweza kusababisha shida kwenye macho na kisukari sometimes inaweza kusababisha kabisa upofu wa macho. Kwa hiyo hakikisha unaenda hospitali. Kusikia kiu sana na njaa kali, hii ni dalili ya kisukari. Ukiona siku 2 siku 3 nasikia hivyo, ni vizuri kwenda kupima ili wajue tatizo ni nini na uhudumiwe mapema kuepusha complication na kupoteza maisha. Kusikia moyo unaenda mbio sana.
Moyo kwenda mbio sana, hii pia inahusishwa na anemia, pia inahusishwa na presha kubwa. Na kitu kingine ni kuto kusikia mtoto anacheza kabisa. Yaani wewe miezi mitano umekaa, wiki 20 mtoto hachezi na hujawahi kusikia kabisa. Ni vizuri kufika hospitali, mtu afanye ultrasound akwambie mtoto yuko hai, mtoto yuko vizuri, hamna shida. Labda wewe utachelewa kusikia, unaweza kusikia hadi wiki 22. Kwa hiyo ukiona mtoto hachezi kabisa na wiki 20 umefika, nenda hospitali. Na ndio maana nasisitiza kuangalia hii video ili ujue. Lakini wiki 20 mtoto hajacheza, nenda hospitali. Ni beta kufika hospitali alafu uambiwe mtoto yuko sawa kuliko kukaa nyumbani alafu siku unaenda hospitali uambiwe umepoteza mtoto. Hiyo inauma sana na sio kitu kizuri. Kwa hiyo hakikisha umezijua hizi dalili, na ukiziona hizi dalili za hatari, wahi hospitali. Na kama wewe ni mwanamke mjamzito, ndo mimba yako ya kwanza, unajiuliza utapata wapi elimu, utapata wapi msaada kwa urahisi, kwa mawazo, kushare experience na ushauri, hakikisha una follow ama una subscribe kwenye channel yangu hii, utajifunza mambo mengi. Na kama unahitaji ya contact zangu tuzungumze moja kwa moja, hakikisha unaangalia link ya WhatsApp hapo chini, utakuja kule WhatsApp utapata maelekezo, tutakutana vizuri. Kwa hiyo see you kwenye video zingine.